lakini natumai tu atakunywa chai wakuje. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu mmoja aliniambia you can get seated. Mnaweza kuketi chini, muwe na watu wenye raha na tabasamu. Sijui nianze wapi, lakini nitaanza hapo wameachia. Rufina, Mungu atakubariki. Juzi nakumbuka nilikupigia simu nikakwambia niletee mtoto. Kwa sababu nikakwambia vita si hivyo nafikiria, ni vita vya kiroho. Wakati unaona ni vita vya kiroho, ukai kwa nyumba na hauendi hospitalini sana. Una handle. Yes, utaenda hospitalini, lakini handle the whole thing in a spiritual concept. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipoleta mtoto hapa nilimguza tu. Najua ulitarajia nitamuombea maombi mengine mazito. Papa da kwa bakanda, likataraba. Lakini nilimguza tu nikamwambia mtoto amepona. Si ndio? Bwana asifiwe sana. Na mtoto, na hiyo shida yote ilikuwa kwako, imeisha. Sema Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo shida yote ilikuwa kwako mzee, it has come to an end. Hallelujah. Niko na mgeni leo. Si kama ni mgeni ama ni mtoro, tumuite nini? Otodi tutamuita nini huyo mgeni wetu? Ako wapi Dennis? Otodi ameenda wapi? Microphone ameenda nayo? Ndio hii hapa. Oka. Kwa tule kule wathire. Nakwambia uniletee huyo mgeni, wewe umeenda zako. Tuambie kule alienda na kule ametoka. Kuja tu hapa juu. Bwana asifiwe. Mtoro amerudi. Simpigie mtoro makofi. Kwa majina naitwa Consolata. Nampenda Yesu, ameniokoa kwa maisha yangu. Na mimi ni mwinjilisti, mimi sio mtoro. Wainjilisti wakaangi pale pamoja. Naweza toroka tena. Utatoroka sasa? Sio vile. Hebu rudia tena. Okay, sitoroki, tuko pamoja. Jaribu tu, hata ukitaka kutoroka jaribu tu. Tuendelee kutumikia Mungu. Uwezi ukatorokwa. Amen. Because tumekuwa in touch with the man of God. Tumekuwa tukiongea wakati ya mkuu mnaniona Pastor Alice, Ndanda Karo, Shialede. Tumekuwa in touch na Shialede. So na tumekuwa in touch na mtumishi, amekuwa akiniambia wewe rudi nyumbani, lakini unajua kama unajiita mwinjilisti unatemba tembea ukihubiri, ukitest and there, alafu una make decision. Ama namna gani? Alafu una make decision. Yes. Yeah. So mimi sio mgeni. Nafikiria kale kakiti nimekalia hapo ndio nilitoka tu. Mwambie wewe ndio mwanzilishi wa hii huduma. Acha kupeleka watu hivi. Tulikuwa hapa sisi wote ndio nasikia nikiwajua, tulianzia pamoja, lakini nikatembea hivyo. Nimesema sina mengi ya kusema hapo katikati. What is important is I'm here. Tuko hapa na nyinyi leo na Mungu ni mwema, tumekutana tena kwa utukufu wa jina lake. Amen. Mpigieni Consolata makofi. Simama tu hapa mami. Simama tu hapa. Shika tu microphone, nikupatia na microphone. Sasa ile kitu nataka nikwambie. You know we have come from very far. Kanisa tulianzia wapi? Tulianzia town Belcanto. Yeah. How many years? Over 10 years ago. Tukarudi tukaiachana nayo. Yes. Tukaenda biashara. Yes. Tukarudishwa tena. Yes. Tukakuja tukaambiwa sasa fanyeni kazi. Yes. Tena wewe ukaenda, mimi nikasema siedi. I want you to be back fully. Kazi yako iko hapa. Na kuna reason ulikuwa umeenda. Amen. Wakati kuna nyuki zinaanza kutoka kwenye mzinga, zinatokanga kwa wingi. What you are supposed to do according to the scientists and according to the environmentalists, you lie down. Nyuki zipite
alafu usimame. Baada zimefanya nini? That is what exactly you did. Najua kuna mambo mengi yalikuwa, lakini come back, and I'm proud that you've come back. You're a daughter of this ministry, and nobody will change that, not even yourself. Yes, umekuwa ukiniambia hivyo na Yes. nafikiria unajua vile unasema. Najua. Ndio keti chini. Kama unajua najua, ndio ikarede. Hallelujah, mpigieni makofi. Kuna kitu kimoja nataka niwaambie, my sisters, my brothers, my daughters and my sons. Now I can call you daughters and sons because you have proved worthy of being a daughter or a son of the ministry. Zamani singewaita, nobody singewaita. Kwa nini? Hamukuwa mumebadilika kutoka kwa dhege, inaitwa dhege ama sege, buzi. Hamukuwa mumebadilika kutoka kwa buzi mukakuwa kondoo. There's a big difference between buzi na kondoo. A kondoo qualifies to become a son and a daughter, but a mbuzi anaitwa fugufugu tu. Kwa sababu buzi utaiwacha hapa, the next minute ndio ile pale, the next minute ndio ile pale, the other minute ndio ile pale. Bwana Yesu asifiwe sana. But for a buzi, a kondoo, they are able to cool down. Wanaongozeka, wanalishwa, wanakaa vizuri. That is why Yesu aliamua kutuita kondoo badala ya buzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema mimi ni kondoo katika nyumba ya Mungu. Huyu kijana amecheka. Sema mimi ni kondoo wa Yesu. Amini, yeye ni kondoo wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. I know this is a blessed Sunday. By the way, Consolata, is this our second Sunday? This is our second Sunday as a church. Hallelujah. This is our second Sunday as a church. Yote tulibadilisha, it was a movement. Ilikuwa fugufugu ya wakora, waizi, wasizi, wote wachawi, tulikuwa na wao wote. Now that God has qualified us. I remember one day, akina Karo walikuwa hapa, akina Alice, na nikawaambia what we are in. It was ni early this year ama ni late last year. Nikaambia hii ni lori. Kiroli kile kimekaa, kile kia kubeba mchaga, kile hakina, kile kisahani tu hakina huko juu. Alafu hii lori inaenda mbio na inaenda kwa mamawe ikirukaruka. Sasa nikamwambia mujishikilie vizuri maana itaruka. By the time urudi chini ishaenda. Siku na watu wameanguka. Sikiroli kimewacha watu. So don't even cry, don't even worry. Usijali. This is godly. Hii ni mkazi ya Mungu. Wengine walikuwa nasema watu wameenda. Hawakuwa hapa. Kiroli kiliruka, kikaruka, kikakuta kimawe, ikaruka juu. By the time urudi chini, lori imepita. Wengine wakapata majeraha, wengine wakaumia, wengine wakakuwa so dejected, wengine wakasema kanisa sitawahi enda tena, na wengine they are just nowhere now. Bwana asifiwe sana. Listen to hear the word of God. This is not just the other church. Hii sio ile mlikuwa mmemezoea. Hapana, this a church that is led prophetically. I've never done anything. Tulipokuwa na Consolata, tulikuwa na pastor mwingine alikuwa anaitwa Ngethe. Nikaita kwa Ngethe, kaneta kwa Ngethe. Kang'ethe. Ndiye alikuwa kiongozi wetu. Alikuwa prophet. Tukiwa hapo nikaambia Consolata, mimi venye nimesikia. Na sasa hiyo tubako ya Mungeki bado ilikuwa kwa kichwa. Si ilikuwa imetoka sana, ilikuwa bado hapa. Kwa hivyo sikuwa najua kuinterpret what I'm saying and what I'm not saying. Nikaambia Consolata, hapa hakuna future. Tutoroke. Sasa ubaya nilimwambia tutoroke, lakini sasa kutoroka kwetu mimi sikumbatia direction na yeye hakunipatia direction, tulichomoka. Yeye akaenda zake, kanunua Subaru. Sasa mnajua watu wa Subaru? Si mnasikia kwa news watu wa Subaru wanapenda raha sana. Yeye akaenda zake na mimi nikarudi kwa Chang'aa na Mung'ari. Ni Chang'aa na Mung'ari. Chang'aa si ndio Mung'ari, si ndio? Chang'aa na Busa. Nikarudi huko
nikang'ang'ana na maisha, nikaita Mungu mkora, nikaisema kila kitu ile nilifanya, but it didn't work for me. God still insisted, nikaniambia there is a work for you, you have to do it. Bwana asifiwe sana. Then that is the time I asked God, what do you want me to do? Bwana Yesu asifiwe sana. I asked God, where do you want me? What do you want me to be doing? Because I have to do something. I have to be somewhere. I have to be functionally doing something. Then now walevi na watu wengine wakanivuta zaidi. I was drinking myself silly. I could even sleep in bar. Nilikuwa nalala kwenye mitaro. Yet I used to call myself saved. I had already been ordained. I had already gotten saved. But I was also at the same time drinking. Ukienda Ngongo kuna hiyo historia yote. Bwana Yesu asifiwe sana. But God is faithful. Akanirudisha, akaniambia, I have a work for you. Then I started, nikaanza vuguvugu kule nyumbani kwangu Rongai, na tukaanza kazi ya ministry, kuenda from here to here preaching the gospel. Ndio tulipatana na yule mama anaitagwa mama Nancy. Anaitagwa Nancy ama anaitagwa nani? Yule mama nini? Mkorofi. Anaitagwa Nancy kana anaitagwa okay. Nancy nani? Nancy Kehu. Sasa huyo ndio tukapatana naye hapa Amazing Grace, na mama mwingine hapa anaitagwa Shiaredi. Shiaredi hakuwa anataka kuniona. Hapo alisikia nimeenda kanisa yao inaitagwa Amazing Grace. Shiaredi alihama kiti ya mbele, akaenda kukaa kiti ya nyuma karibu na mlango. Kwa sababu alikuwa anajua kunaweza tokea anything. Na akahama na watoto kwa sababu unajua kukitokea vita watoto ndio huumia. Hasa yeye alichukua watoto wakakaa na wao pale nyuma in case of anything. Atachukua vitoto atoroke nayo huko nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. God knows how to filter. God knows how to choose his own. God knows how to make his own. Kwa hivyo usijali ukijiona mahali huko Alice. Alice nilimzungumzia kitambo nikijenga nyumba ya Rongai. Kitambo. Nikamwambia na tufugue ministry. Alikuja kunihubiria, akaniambia, "Venye mimi naona Mungu anaweza kukutumia." Nikamwambia, "Kuja tafuta kiwanja tufugue ministry." Mama alitoroka akasema, "Ni ndige na mudo wa Mogeke. Mimi siwezi kuhubiri na mtu wa Mogeke." Na yeye ndiye amekuja akaniambia niende fanya nini? Nifutafuta kiwanja nijenge kanisa ndio watu wataokoka. Lakini hawezi kuhubiri na nani? Na mtu wa Mogeke. Akakaa miaka kenda kana 10. Alikaa miaka 10 akichungulia mtu wa Mogeke. Yeye mwenyewe akaota doto, akakuja mpaka kwangu akaniambia, "Mtu wa Mungu, niko na doto. Nimeona kuna watoto wengi nyumba yako, wengi, lakini hawana chakula, hawakuna mtu anawachunga." Mungu akaniambia, "Nenda uchunge hawa watoto." Haleluya. Nikamuuliza, "Utahubiri na mtu wa Mogeke?" That is how God works. Don't rush. Usikimbilie jambo lolote. God has a reason for that. He has a reason for the timing. Last time I was teaching you about the timing of God, knowing the laws of the seasons. When you understand the law of the season of your blessing, because the Bible says there is time for birth, there is time for death, there is time for day, there is time for the night, there is time for everything in your life. There is time. Kila kitu kifanyacho, every move you make, it got its own timing. Every day you stand up, there is timing for the day. Every move you make, there is a move for that. If you make in the wrong time, the wrong season, it won't work. Bwana Yesu asifiwe sana. Until when God told me, nikaanzisha wakati tulianzisha, I thought tulikuwa tunaanzisha kanisa. When tulikuwa pale Jericho, tulikuwa na kina huyo ulitujoin, Karwa alikuja, tulikuwa na huyo mama kiherehere bado tulikuwa na yeye, nani mwingine? Na Babura, na mwingine bado alikuwa anaitwa huyo alikuwa mkali. Lecho, huyo alikuwa mbaya. Alikuwa na hada Babura na walikuwa napigana sana na huyo mama kiherehere. Alikuwa anaita huyo mama kiherehere mama wa Kabo. Bana asifiwe sana. So tukaendelea, nikawaambia Mungu amesema tufugue kanisa. Tukakuja hapa. Kumbe hiyo ilikuwa Jericho, na watu na Israeli walipoingia Jericho, walitumwa mahali panaitwa wapi? Yeah? From Jericho walienda wapi? Walienda Gilgal. Hallelujah.
Bwana Yesu asifiwe sana. Then we never, nikaanza kufundisha hiyo maneno ya Joshua, the migration from Jericho to Gilgal to Bethel. Then I taught the children, nikawafundisha, nikawaambia Gilgal, it is when they discovered, wakati walikuwa jagwani, they didn't circumcise. And then we discovered that what was the meaning of circumcision? The meaning of circumcision ilikuwa the covenant of God. That is why they were circumcising men. And the covenant, it is a covenant of blood between God and man. Praise be the name of God. When walitoka Egypt kuvuka kwenda Canaan, walipofika siku ya 4, kwa sababu walikuwa nafikiria wataenda for 8 days because they had calculated. Walikuwa najua from Egypt to Canaan it was 8 days. Unfortunately, because of their misbehaviors, tabia mbaya mbaya, walirealize they will stay more days. So hawa wakiwa kutoka Egypt moving, wakubwa kina Musa na wengine wakasema, sasa because tuko katika safari, let us suspend circumcision mpaka tufike the other side. Bwana Yesu asifiwe sana. That was the greatest mistake that Moses did. The first greatest mistake Moses and the elders did. Suspending circumcision. Because for them it was 8 days. They suspended, but they continued to do the wrong things they used to do. Suspended, they did what? It is like Kenya suspending the constitution. When you suspend the constitution of Kenya, the army takes over. The wrong people will take over because country will not be run by the constitution. We will not be under the constitution of the republic. But we will be under the wrong movement of a particular movement. So when they suspended circumcision, they suspended the covenant of God between man and God. Praise be the name of God. And that is where they lost God. Because you have suspended. Kirekaniro gitu nawe netwake fuja. Tumesuspend. Ile safari tulikuwa tuende na wewe tulisimamisha. Maagano tulikuwa nayo tulisimamisha. Meaning this won't work. So when they suspended the covenant between them and God, they suspended everything. So God pulled back. That is what led them to the slaveliness, another slaveliness of wilderness for 40 years. Until when that entire generation that suspended the covenant of God died in the wilderness. And only 2 people were left, Joshua and Caleb. When Joshua and Caleb was left and the rest died, God made a new covenant with the people who were born in the wilderness. Because God knew these people are not of my covenant. Had the fathers moved in the covenant of God to the land of the wilderness, then God could have associated the children that were born in the wilderness with the covenant of Egypt. But because they were fresh from the covenant, God decided to have mercy upon them. God decided to have a new agenda with them. God decided to have a new way with them so that he can uplift them for his glory. Praise be the name of God. And that's how he allowed 2 people to survive for the continuity. Because Caleb and Joshua remained in the tent. They never participated in the intrigues of the wilderness. So what happened? Joshua and Caleb wakaambiwa waanze safari, wapeleke wana wa Israeli into the land of the covenant. And when they were in the land of the covenant, the land of Gilgal, that is when God reminded Joshua and Caleb and the entire community that, remember, you are not circumcised. All the 40 years, they never remembered they are not circumcised. They never remembered they are not of the covenant of God. They never remembered that they are not walking with God. They never remembered anything about God. That is why they could build tents. Wanaitwa Korah na Dathan. That is why they will do anything, until Moses was so annoyed at some point about these people. Until when God said that, I want to kill everybody, you've left your wire behind you. Until when?
You know, when Moses went and came when he was going to the mountain, he will come and find nothing was happening. People have changed. People are worshiping calves. People are worshiping idols. The people he left worshiping God, they are no longer worshiping God. Hiyo ndio ilifanya Moses akakasirika. Akakasirika mpaka Mungu akasema ninaenda kumaliza hao wote. Wakasema Mungu akabebeleza tena, Mungu akamwambia usimalize. Don't kill them. Akaambiwa na Musa, basi mimi usipiganie hawa, jipiganie wewe. Akasema hawa watu wengine wote waliongozwa na hawa watu 250. Kwa hivyo the leaders, the people who led these children to defy God, wakakuja wakaletwa mbele ya Mungu, na Mungu akamwambia nitapasua dunia, wameswa. Na dunia ilipasuka. Kina Dathan na Kora, dunia ikapasuka, wakameswa. So wakati unaona watu wanameswa, wacha kulia, wacha wameswe. Unaposikia kilori kiliruka, mtu akaanguka chini akawachwa nyuma, usiangalie nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio tuweze kuendelea, because when you are spiritually led, you are spiritually led. When you are prophetically, when you are in a church, a prophetic church, you have to live prophetically. You have to walk prophetically. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisalimieni tu kwa hewa tu. Useme kutoka leo mimi nitafuata sheria za kanisa. Nitafuata, mimi ni mtoto. From today I will be calling you my daughter. From today I will be calling you my son. Hata kama utakuwa na devu mingi kuniliko, ukubali tu nikuite daughter ama son. Hata kama uko na watoto wengi kuliko mimi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Simbarikiwe. Ambia mwingine karibu sasa kwa kanisa. Karibu kwa mahubiri ya leo. Leo tunatoa mahubiri yetu from the book of Exodus. And that is where my teaching is coming from the book of Exodus. Dhama kwa wale wa Kikuyu wanaitagwa dhama. Kwa wale karibu sana Consolata, take your position. I know you are an evangelist. This is the time tumeanza uinjilisti. This is the time tuko na leadership. Umesikia kuna leaders. Tuko na leaders wa kanisa. Umesikia kuna viongozi. Viongozi sio leaders, viongozi ndio leaders. Viongozi ndio leaders. No, come back. Take your position. Sit. Kiti yako fortunately umeipata. It is intact. Na Mose, Mogaka, urudi kanisani, uingie kanisani, ufanye kazi ya Mungu mkiwa na mama. God will bless you. Get into the leadership of the church. Thank you very much. Thank you watu wa media. Asante sana kwa wale ambao tulikuwa na wao kule Ukambani kumpumzisha mama yetu, mama ya one of our leaders anaitwa Koki, mama anaitwa Filomena Motuko. Tulimpumzisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Asante kwa wale tulioenda na wao. Asante kwa wale ambao walifanya contribution. You know, this contribution tunaandika. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hiyo inakuja ni welfare. Hiyo welfare ikuagi kanisa. Jego wafundisha hivyo. Kanisa mimi ni neno. Kanisa ni nini? Ni neno. Welfare ni tofauti na kanisa. Welfare ni wedhika we moyo. Ujisike ukiwa hai. Kwa hivyo kama unatoaga kamia, hiyo ndio tutakutolea wakati wako. Kama wewe ni waka 50, hivyo uandike hiyo record na uiandike vizuri. It is hiyo mambo ya upuzi sasa tutaki, si ndio? Kaniate. Kama wewe ni waka 50, tutaandika ka 50. Contribution yako yote ile tutakutolea ni ka 50. Na kuambia, naomba kanisa msipate kusitokea kifo kingine, kusitokea jambo lingine, but should there happen anything, that is our contribution towards you. Kama ulitoa pesa ukatumana, hata sisi tutatoa pesa tutumane. Bwana Yesu asifiwe sana. Kananiatia? Ndirahitia atogoria. Ninakosea? Naongea ukweli. Kama wewe ni wa kutumana, tutatumana. Kama wewe ni wa kutoa na kuenda, tutaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. So choose wewe chagulie. Hii ni welfare. Na hiyo ijiandikishe, lakini isiandikwe jina ya mazishi. Welfare ya kanisa isiandikwe jina mazishi. We don't want to prophesy death. Iandikwe welfare in case
hata unataka kufungua biashara, kuja utuambie kwa welfare, mimi nataka kufungua biashara, nataka muni boost. Tutaangalia kwa daktari, kwa kitabu tuangalie, tuone huyu ni waka 50. Tutaambia kanisa mzima ile iko kwa welfare, the only people in the welfare. Tutaambia huyu mtu ni waka 50 jamani. Si mtoleta ka 50 tumubustie kazi. Fair game. Fair game. Ama ni aje? Fair game. Yeah. Kama mtu ni wa 1000, kama alikutolea 1000, kakamuka, chagamuka, tafuta 1000 mweke. Kama alikutolea 10000, ng'ang'ana kabisa yako yote mpaka ufike karibu na hiyo. Hata ukikosa, tafuta 5000. Unaniangalia vibaya kwa nini sasa? Hiyo ndio sheria za kanisa. Kama ni ile ingine ilikuwa fugufugu, hiyo hainanga sheria. Hiyo ni man for himself and God for us all. Fugufugu ndivyo inakuaga. Man for himself, but God is for us all. But now it is not man for himself. It is for us all. All of us. God is for us all. Praise be the name of God. Kwa hivyo mjue hivyo, mjiandikishe. Kuna wale ule dada kwa wapi hajafika, akikuja na mkiwa na wewe utatafuta kitabu. Mtu wa welfare ajiandikishe kwa welfare. Hiyo itadetermine kama tutachangamkia maneno yako. Ukiona tumefuga macho kabisa ni kwa sababu haupatikani kwa kitabu ya welfare. Uniandike namba 1 kwenye hiyo welfare. Uniandike na mimi nitaleta kwa division yangu hapo. Uniandike namba 2 my classmate. Namba 2 akue classmate. Katatiku tuingie kwa, lakini it is not part of the church. It is not what? Sio part of the church at the running, the day-to-day running of the church. No. Simena nimesema ataingia na ameingia. Bwana Yesu wapigieni makofi. Ule sana mpigie ule makofi. Kausikisi kameda. Asante sana. May God bless you. Asha amekuja. Karibu tukimaliza kanisa. Wapigieni makofi. Hiyo that we have made it clear. It is not welfare. Hata mkipata watu waije wanataka kuwa kwa welfare, bring them on board. It is not isikue ni mshinikizo la kikanisa. It is voluntary, you choose. Sasa hapo ndio sisi tutakuwa tukikuja, tunaangalia, are you part of us? Ayuko basi unavuka tu macho negua. Sasa ni kanisa ama ni aje? It is a church. Hivyo ndivyo church. Alafu ningetaka tukue na fellowship. Fellowship mtaniongezea tu dakika, nimekula dakika zenu. Hizo ndizo vitu mnafaa kuwa naelezea hapa. Nataka kuanza kuwe na fellowship ya hapa kanisani. Nataka tukue nayo na itaongozwa na mtu anaitwa Rufina. Uanze training ya kuhubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Because you are a preacher. That is why you have so many issues around you. They are trying to stop you. They are trying to make you be discouraged. Do not allow them to discourage you. Be strong and be courageous. That is why Joshua was told, be strong and courageous, for I am with you. Praise be the name of God. Hallelujah. Na wewe mzee, uunganike utafute chairman hapa wewe. Kwa hiyo utafute chairman. Wachana mama. Mama tafuta wa mama wenzao, wewe. Umungina. Eche already no ira. Eche already mkono imokio kwa wako hiyo. Ine eche already ito. Uende mkae na yeye, muigie nane, musugumuse, akuelezee na yo mugaka huyo. Nere chairman. Kwa hiyo kila mtu aingie kwa department. We must have departments. Kila mtu akuwe busy doing something in the church. Kila mtu. You have to create. Watu wa welfare, I want to have a sitting with you. Na yule apatue kazi yule. Ule akoro kwa muinjilisti. Si ndio? Unakoka nini? Apatue kazi. Apatue kazi ya kufanya. All of us, we must have something to do. All of us. Na wewe nilikwambia ukae pale mkiwa na authority. Ninaanza from next week ama next week ingine, ninaanza kutoka nje. Kanisa nitakuwa nimeenda Kisumu. Nitakuwa naruka Kisumu na kuja Saturday na hubiri. Tena nakibia.
Ama nabeba utodi tunaenda naye, I need 3 or 4 of you. Utodi wacha kufuga murago. Sijasema umefuga. Wafugulie, train watu wengi. Nataka department yako kuwe na watu kama 7 6. Tutakuwa na kuruse, tutakuwa tukitembea na chopa. Si nilikwambia? Tutakuwa tukitembea na chopa. Sio Ruto peke yake kuna ruhusa ya kutembea na chopa ama Raila. Sasa hata sisi tutakuwa tuko na crusade Meru na ingine iko Kisumu na ingine iko Mombasa. Nitatembea kwa barabara kweli? Hapana. Ni kuruka Kiruto na kuruka Kiraila. Nafika huko. Lakini haleluya. So pale na watu wa keyboard, wewe ujifundishe keyboard. Sasa naona umeanza kurudi lakini uko bali. Chairman wetu wa youth alimezwa. Wamemtapika. Wamekataa. Ulikataliwa kule. Si hao walikuwa wamekukamata na wamekukabidhi. Lakini nilipofikisha kule wakasema uko na ukali mwingi sana. Wakasema rudisha huyo kule anafaa. Bwana Yesu asifiwe sana. So wewe boss, mkae hapo team up. Nataka team, strong team. Muna coordinate very strong team under the supervision ya chairman. Mnielewa? Under the supervision of who? The chairman. Na wewe nyinyi watatu. Kwa sababu nataka muangaliwe vizuri na chairman. Na tukamathekie. Ani andu magithie kuraihu muno. No mathekio. Ni mahurio. Uko very tough on them. We want to produce the best of them. Ani andu mana nywa fagi tigoyo. Ano ikara miaka mugwanja igikauma. So be very tough. Oyo aranywa kamwe. Si ndio? Kamoja siku moja. Umeacha sasa? Natiketa pio. Ameacha. Itatoka in Jesus name. Huyu alikuwa anavuta 7 siku huyu. Alikuwa tunafanya naye kazi pale. Unamkumbuka? Tulikuwa tunafanya naye kazi hapa chini. Anatuambia wacha nikibie hapa. Shwa wakiwa na huyu. Wanaenda wanameza. Ukikuta mahali huko utaona ni kama ni shumu ni makai ni kitu inachomwa. Lakini sasa ule akisikia harufu yake anatorokaga yule. Hakuna mtu amewahi kuvuta bagi mingi kama my brother pale. My son. He's a good man now. Kutoka sadi ukua ukivaa suti nitakununulia suti moja sasa. Ya kusema thank you to God. Yeah, thank you to God. Hakuna mtu amenipendeza hii kanisa kama this man. He has been faithful, good. Yani historia ya huyu jamaa ukipatiwa na yangu iandikwe na yake iandikwe, yake iko juu yangu. Huyu mzee. Bad news. But now he's a very good man. We must encourage one another. Him also. Sasa ulikuwa unatafuta pesa ngapi ya kushoot? Mbao, uko na ngapi? Na kuuliza uko na ngapi saa hii? Uko na pesa ngapi? Uko na shilingi 2,000? Ziko wapi? Uenda nilete. Ni nini hiyo umeweka huko? Huko chini. Ni mshipi. Hiyo 2,000 uniletee. Ulikuwa unataka kutoa ngoma ngapi? Ngoma 6. Sasa uniletee 2,000. Nitakurekodia hizo zote 6. Umesikia? Deno? Mwanze hiyo project immediately. Mtajivunia na nini kama mwezi kusaidia mtoto kama huyu? Hiyo 2,000 ulete. Umesikia? Utaandikiwa receipt ya 2,000. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfisi mpige makofi. Sasa unapeleka pesa huko nje na tuko na cameras 8 cameras. Na tuko na watu hapa, ma professionals. Uliwaambia wakakataa? Na yule mwingine na wewe. Sangala.
Uko na ngoma pia? Usha shoot? Umemaliza mtu? Oh my God. Thank you. Nilikuwa nataka tu tukae hivyo ndio mjue sasa mtaratara ya kanisa sio mtaratara ya hiyo ingine. Najua hata mimi najifundisha. Tunasoma, tulisema Exodus. Tulisema Exodus gani? Umesahau tena? Exodus 3. It is the book of Exodus 3. Mwambie mwenzako aliye karibu na wewe, ndio kitabu ya Kutoka. Exodus ni Kutoka 3. Na mwambie mwenzako sasa kuwa serious. Now from today henceforth, I need everybody akuwe na notebook na karamu. From today henceforth, if you want to sit under me, you must have a paper, or not a paper, a notebook and a pen. Zitanunuliwa ziwekwe hapa ununue. Hatutakuhusia kwa faida. Ile pesa tumenunulia kwa supermarket ama from where German, ukuje nazo weke hapo. Wasinunue, yani usitengeneze faida. Akurudishie hiyo pesa. Ndio fanya nini? Ununue zingine uweke pale. We need everyone. Unaandika notes. Because hii kanisa already tumefungua branch moja Thika. We are opening another branch in Turukana. Wale Pastor Annie ako huko. She's ready for that. Tunataka kutuma Beatrice Turukana. Jane Kemani ameanzisha kule Thika. Na pia I'm training people. Na ndio naona authority, I have to train you. You must open a church. You are a pastor, you are a man of God. Na ndio naona maisha imekuwa gumu raundi hii. Because inataka utoto itoke haraka haraka ndio tuende hiyo kazi nyingine, si ndio? Ukiona utoto imekataa kutoka, kuna kitu kingine inafanyaga, apply force. Kwa sababu unajua ni utoto ya kujiekelea. Weka force, unachoma kabisa mpaka anakuwa. Violet, anza kujitayarisha. Anza kujitayarisha. Kuna watu nataka mtaigizwa class ya theological class hapa tu. People I want to be pastors ni anaitwa nani? Huyu mtu wa kumezwa na authority na Violet na huyu. Unajua huyu ni mhubiri. Mnajua huyu ni mhubiri. Acha kuhubiria. Utaokoka tena Elda Michael. Huyu akikupatia maneno utaokoka. Now Moses was tending to the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the far side of the wilderness, and they came to Horeb, the mountain of God. There the angel of the Lord appeared to him in flames of fire from within a bush. Moses saw that through the bush was on the fire, it not burn up. So Moses thought, I will go over and see this strange sight, why the bush does not burn up. Mwambie wenzako Bwana asifiwe. Moses was tending to the flock. Moses alikuwa anachunga kondoo na mbuzi na ng'ombe na ngamia. He was not preaching. He was not doing business. But he was tending to the flock of his uncle Jethro, the father-in-law. Alikuwa mtu wa kuchunga makondoo. Alikuwa mtu ambaye anakaa kwenye kondoo. Kama Daudi alikaa kwenye makondoo, kama Daudi alikaa kwenye mazingira ambayo ni ya huko, there kuchunga makondoo. He was not meant to be a leader. He was not, according to Jethro, this boy was only qualified kwenda kuchunga kondoo. According to Jethro, this man was not meant to do anything apart from kuchunga kondoo, because that was his qualification. Mwambie mtu, that was his qualification. That was the qualification.
And anybody, for you to succeed, for you to come up, for you to raise up, for you to become that what God wants from you, most of the people I've seen, they have started from condo business. Lazima ukue hapa ujue kuosha kanisa. Lazima ukue hapa ujue kuosha choo ya kanisa. Lazima ukue hapa ujue kusaidia watu ni nini. Lazima ukue hapa ujue kufanya kitu ambacho ni cha hakipendezwi, si cha watu wale wamesoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Most people that I've seen succeeding, they have not come from the level of the known, the qualified. Because somebody will come and say, I have a degree, I cannot wash the church. I have a degree, I cannot be doing the kind of job I'm doing. But remember, David was the king, became the king, but alikuwa anachunga kondoo. Hata wakati ule nabii alipokuja, aliambiwa ni kengine tu kanachunga mbuzi, ni kengine ambako hakahitajiki hapa, ni kengine ambako this boy is not required here because he cannot qualify to what you are looking for. Tell your neighbor, I'm qualified. I'm qualified. Hallelujah. Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian. Remember in the book of Judges, who are the Midian? A Midiani. And God, when the Judges 1 verse 6, Judges chapter number 1 from verse 1, Judges 6 from verse number 1, the Bible says, and when the children of Israel did that which was wrong in the eyes of God, he handed over to them. Wana wa Midiani waliwa punish. So this is an origination telling you the source of suffering. And Moses, the father-in-law, was the priest of the Midian, and he led the flock to the far side of the wilderness, and they came to Horeb, the mountain of God. Mwambie mwenzako, it does not matter what I'm going through now. It does not matter where I am now. It does not matter what I am doing now. Talk to your neighbor. I'm speaking to you. Talk to your neighbor. It does not matter what I am now. It does not matter what I am going through now. It does not matter what I am doing now. What matters to me, I'm being led to the mountain of God. That matters to me. The problem I'm facing now, the challenges I'm facing now, the forces that are fighting me, the enemy that are fighting me, are pushing me towards the mount of Horeb, the mount of God, the mount where I'm going to meet my God. Moses was just attending. Alikuwa anachunga mbuzi. He was not to anywhere in God. In thinking about God, he was not there. In planning about God, he was not there. In knowing about God, he was not there. But God had in his own intention that I'm preparing this man. I'm preparing this man for the job that I'm about to give it to him. For the job that is about to come. For the job that I'm about to come. Remember, he was just but hada. Alikuwa anachunga tu. Yeye hakuwa na uchungaji ndani yake ya ubinadamu, lakini God prepared him kuanza kuchunga makondoo. God prepared him kuanza kuhandwa na anko. Why haven't you amuka mapema? Watoto wale ambao wanaendanga kuchunga makondoo wanaamshangwa mapema, wanaambiwa wake up, enda ukachunge kondoo. Wanasema sijakunywa chai, anafukuzwa, anaambiwa utaenda kuteletewa chai huko mbele. Wangapi wamechunga kondoo kama mimi? Tulikuwa tunaamushwa saa 12. Unaambiwa kwenda kwanza ukakamue ng'ombe. Ukisha kamua ng'ombe, unaambiwa fugulia ng'ombe, peleka kondoo huko chini ukafuge, ng'ombe zingine ukafuge. Unavaa kikabuti kikubwa, kirefu kabisa cha kuweka baridi. Alafu unaweka makaa kwa mkebe, unaenda ukitengeneza ile kitu tulikuwa tunaita noge. Unaenda ukizungusha moto, unaenda ukizungusha moto. Hakuna mtu alikuwa anafikiria hata siku moja nitakuja kuhubiri. Wakati nilikuwa nyumbani nikichunga makondoo, nilikuwa naakisha moto, nazungusha moto hivi, maana kwetu kuna baridi. Lakini sasa kumbe wakati ule nikichunga kondoo, nilikuwa ninapangwa nikuja nichunge watu. Mimi nilikuwa na hiyo kitu inaitwa noge.
inazungusha jiko ile ya kuweka kwa mkebe ya Bluebird na Cowboy. Wale walikuta wale tulizaliwa siku hizo, kulikuwa na mkebe kubwa ya Cowboy na ya Bluebird ilikuwa 2 kg. Sasa tulikuwa tunaitengeneza vizuri na kuwa jiko, alafu unaweka makaa, alafu unaweka kwa kabo, unaenda ukizungusha hivi, moto inawaka, mkipata mahali mnakaa, kubuzi zikiendelea kukula, mnaendelea mkiota moto. Kwetu kuna viazi, unaenda shamba ya mtu, unaiba viazi, unachoma hapa, mnakula, mnashiba, alafu mnaendelea na safari. That is what Moses was. But there is a move of God that tempts you to go to where God is. The suffering that you went to hospital, you and your 3 children, the suffering that caused you to come to this place, the suffering that caused you to make a move looking for God, because there was a reason why God allowed the enemies to come and attack you. There was a reason why this church was allowed to be attacked. There was a reason why people raised their finger against this church, thought that you can bow down and be prepared to come closer to God. Moses was led. Moses was led. Then he said in verse 2, there the angel of the Lord appeared to him. The angel of the Lord never appeared to him in Jethro's house, but in the mountain, Mount Horeb, because he had gone there. And as he was going there, he saw a big fire that was not consuming the forest. There was fire in your life. There was a big fire in your life. And this fire, unaendelea kuishi tu, lakini moto inakuchoma. Unaendelea kuishi tu, lakini matatizo imekuzunguka. Unaendelea kuishi tu, lakini kuna kitu ambacho hakifanyiki right according to your eyes. Then Moses decided to go to the mountain, and he says that Moses saw that though the bush was on fire, it did not burn up. Though the church was on fire, though the church was attacked from center left right, the church was not disintegrating. Walienda mpaka kwa waganga, wakatoa masadaka za kukufuru, wafunge kanisa, wakaenda polisi, wakatuzitaki ndio kanisa ifungwe, wakaenda kule kwingine ndio kanisa ifungwe, lakini the fire was still on, but the church was still growing fire. Oh my God, as they planned to destroy us, they continued to live. As they planned to block our church, the church continued to grow. As they tried to do things, nothing happened to us. As they tried to finish you in the hospital with 4 children, 3 children, nothing was happening still. Praise be the name of God. As you are suffering in your diseases, attacks from center left right, nothing was happening to you. You are still growing strong. The word of God was still coming to you, because God had a plan to make you strong once again. He had a plan to make you become again. So Moses alikuwa anachunga mbuzi. God will create a situation for you to go closer to him. God will cause the suffering to come to you so that you can come closer to him. God will allow them to attack you. God will allow witches to come. God will allow them waende kwa waganga. God will allow them waseme ati wa manabii wameshikana kuhakikisha hiyo kanisa itafungwa. Watashikana ndio ukaribie Mungu. Watashikana ndio upate uwezo wa kuenda where God is. Moses alikuwa anachunga mbuzi wakati wa baridi, wakati wa mvua, wakati kulikuwa na matatizo, but God had planned this. This is what will take Moses to the Mount of Horeb, where I'm going to meet him, where I'm going to be with him, where I'm going to speak to him. Praise be the name of God. He had the plan to allow Moses so that Moses can go near the mountain and see the fire. Had Moses lived in the safe places kule kwa baba mkwe, hangefika kwenye mlima, hangeenda kwenye mlima,
Because kule mlima alienda kwa sababu alikuwa anachunga makondoo, kwa sababu hakuwa anastahili kuishi nyumbani, kwa sababu hakuwa na kazi ya kufanya nyumbani. Wazazi wale walikuwa huko, walitenga watoto wao wakae nyumbani, lakini huyu ambaye ni brother ni in-law aende akachunge kondoo. Bwana Yesu asifiwe sana. It doesn't matter what they are planning to do to you. It doesn't matter what kind of job they are giving to you. It doesn't matter what kind of isolation they are creating to you. It doesn't matter what kind of a force they are putting onto you. It doesn't matter what kind of business they want to do to you. What matters, it is the reason of God in that business. In the action they are trying to do, there is a reason of God. In the plans that they are planning to do, there is a reason of God. There is a plan of God. The plan of God is to make you go far. Don't look at the mistake they are doing to you. Don't look at the persecution they are facing. Don't look at the suffering you are in. Look upon the name of God. Look the power of God. Find a reason of God in the suffering you are in. It doesn't matter what you are going through. It doesn't matter whether they have isolated you. It doesn't matter whether they want you to sing. It doesn't matter whether they want you to go down. In your going down, there is God who will lift you up and lift you again back to where you belong. They are putting you down because wherever they had put you, it is them. Now God wants to raise you. Hallelujah. Wow, when they fight you because your life with them has exhausted. You've reached the expiry date with them. The new date that God is going to set is about to come. Hallelujah. Moses saw that though the bush was on fire, it did not burn. Nothing will consume you. The temptations coming upon your life will not be able to consume you. God will not allow a temptation that is more stronger than you. Even if they come, they ask you for money here, don't worry about it. God is still going to restore you. Even if they say that they are going to finish you, don't worry about the finishing. Let them do their finishing, because it is the end of them with you and the beginning of you and God. When they came and said they are going to lock down the church, it was the end of them and the beginning of you with God. Be prepared for a greater and a bigger space that God is going to provide. Be prepared for greater move of God within you that God has just launched. When you decided to launch the church, God will launch you again in the basis of the church, so that His church can grow and become bigger church, can become a sanctuary where His people will come and find shelter. He's preparing you to become a shelter. He's preparing you to become fruitful, such that you are going to produce fruits that will be beneficial to the mankind. God is preparing people here to be evangelists who will travel all over the world. God is preparing pastors who are going to pastor churches. God is preparing people that are going to make moves, who make mountain move from this level. As young as you are, as hopeless as you are, as regrettably you are. It doesn't matter what kind of a person, what kind of business you are doing. It doesn't matter what kind of a situation you are in. It doesn't matter what kind of move that you are in. It doesn't matter how they say it about you or what they say it about you. What matters is that God is preparing you for that great move. God is producing evangelists here. God is producing prophets here. God is producing pastors here. God is producing business people here. The kingdom finances are being produced here. Doesn't matter what kind of a business, no matter how small it is, it's going to be big, because God was preparing you with that small thing that you are doing, because He wants to give you bigger things. He wanted to look for your trustworthiness for His work. He wants to look whether you are trustworthy. He wants to look whether you are good, you are capable, you are important, you are special, whether you can be able to handle His work, whether you can be able to handle His whatever He has said for you. That is what God is preparing for you. The struggles you are going through, it was because God was preparing. He was looking at your heart. He was looking at your brains. He was looking at your capability to handle situations. Don't worry. It might have been so tough for you. It might have been so strong for you. But there is something important for you to understand, that God will never allow you to die. God will never allow you to be destroyed. The fire will not consume you. Though there will be fire, the fire you will see it. The fire you will see, it will be fierce, but will not consume you. Because it is controlled, limited, not to consume you. Praise be the name of God. I will go there, he decided. I will go over and see this strange sight. Why the bush does not burn up.
You see, sometimes that's why you go to prayer. And that's why I ask the church, go deeper into prayer. We understand why there is fire in this church, why there is fire in your business, why there is fire in your family, why there is fire in your life. Why is this fire? Oh my God. Yet there is fire, but you are not burning. Yes, there's serious challenge, but you are not being consumed, because God is testing you. He wants you to see another side of himself. And when he reached there, I will go over and see the strange sight, why the bush does not burn up. In verse 4, the Bible says, when the Lord saw that he had gone over, when the Lord saw, yet the Bible says, when the Lord himself saw that you've come to him, you've come to where he wants you to be, that is when he opened his mouth. God was waiting for you. That is why he raised the fire. That is why he raised the challenge you are facing. That is why he raised the kind of problem you are facing, so that you can move closer to God. And when Moses moved closer to God, what happened? He spoke to him. So God is waiting for your move. He's waiting for you to make a deliberate move and want to go and see, why is this challenge? Why is this problem that is happening to us? Why is this move that is happening to us? Why are we suffering? Why are we being persecuted? Why are we suffering? Oh my God. That is, can you concentrate, please? Leave it alone. I know it. Yes, I know. I did it deliberately. And then God waited for you to be clear with his vision, to understand the move of his moves, to understand his deliberate operations, to understand that it is him that allowed your children to suffer, to understand it is him that allowed you to lose that job, to understand it is God himself that allowed you to be in that position you are in, so that you can take a walk, you can get out of your comfort zone, you can get out of the place you are and go and look for that God, because God is ready now to use you. God is ready now to perfect his will upon your life. God is ready to perfect his will upon your life. He just wanted you to make a deliberate move. A move to reorganize his sanctuary. A move to reorganize his moves in you, that you may be able to understand. Now you are no longer children, you are grown-ups. God will wait until you grow. Spiritually you grow, physically you grow, in the soul, everything that grows. Once you are ready and mature for the move of God, then God perfects his will. He moves in to perfect his will, because he knows that now he has made you strong. Remember, Jethro was not an Israelite but an Egyptian, where Moses lived, where he stayed. These are the people that tormented the people of God. They were the Midianites, the people that tormented God. But Moses was allowed to live with them so that he can be grown, he can be made perfect, he can be made that special human being, that powerful man of God, that powerful liberator. He had to live with them to understand the situation. You have been living with that challenge of life, so that God can make you understand. When the people will come to you with a similar problem, you'll be able to assist them, you'll be able to help them. You have been faced by these challenges because God wants you to know there are challenges. You know, you can never be dropped from heaven and then be called to come and lead his people. You are coming to lead people who have been suffering. You are coming to lead people who have been sick. You are coming to lead people who have been persecuted. Therefore, you must go through persecution so that you can be able to lead people who have gone through persecution. You can be able to live and walk with the people who've been suffering, people who've been sick, people who've been tortured, people who are poor. You must be made poor. When God will bless you, you will understand this poverty. God must be sick when you be healing. When God will bless you, you'll be able to understand these people are sick, not because God wants them to be sick, but God wants to use them. Praise be the name of God. Whatever that is happening to you, it is God's plan.
Whatever happened to Moses, Moses was sent to go somewhere, to live in a foreign country so that he can be trained of the people he's going to liberate. He was sent to go and live with the persecutors so that he can know and see the tricks on how they are doing, on whatever they are doing when they are holding these people captive. So when it comes the time to liberate them, he'll be able to know how to do so. So the challenge you are going through, it is not meant to destroy you. The challenge you are going through, it is not meant to come to bring you down, but it is a class that you are going through. So be careful not to repeat in that class. Be careful not to surrender your authority in that class. Be careful not to derail in that class. Be careful, because God has a good plan for you. Our God got good plans. That is why you've been sick. That is why, though people see at you and they see a rich woman, inside you, you don't have anything. Only you and God knows that there is nothing in your pocket. Though people look at you and they see a healthy person, inside you, you are so sick. Though outside from you, people see a great woman, a great man, inside you, there is nothing inside you. But God keeps that secret. He keeps covering you with the anointing, with the glory of the kingdom, so that He continues to bless you. People will think you are going to, people think and sees a rich woman, but yesterday, hata ulikopa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jana ulikopa. You didn't have anything. But when people look at you, hata ile njia ulitumia ya kukopa, si kukopa. Ulienda ukaambia mtu nimesahau simu nyumba na nimesahau ile kadi yangu, nimesahau kwa nyumba. Wewe nipatie tu, acha nikimbie nyumbani nitakutumia. Najua that's way ile tunakopaga nayo sisi watu ambao tunajulikana ni matajiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatukopaga, hatuendagi kwa duka ati nipatie sukari kilo 2, nipatie na mchele na nini. Hapana, tunaendaka tunasema una deliberately unaacha simu kwa nyumba. Haleluya. Na batu unaacha kadi kwa nyumba kama unakuaga na kadi. Unafika pale unaanza, nimesahau na simu yako. Na ndivyo kutakuaje sasa? Hebu nipatie sukari na mchele na nini. Nikifika kwa nyumba nitakutumia. Na sasa hiyo hata kasimu hakana credit, hakana airtime. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how people will walk. Because the fire is still burning, but the fire is not consuming you. Moto bado inawaka. Moto inawaka. Watu wewe kwako moto inawaka, lakini kuna hawaoni moto. Wanaona mtu tajiri, wanaona mtu ako na pesa, wanaona mtu ako juu sana, lakini kwako moto unawaka. Mpaka unaenda kwa Mungu na muuliza, hii moto inawaka na inichomi ni moto gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi hawajafanya hivyo? Nafikiria ni mimi peke yangu. Naendaka kwa petrol station, sina mafuta na sina kitu. Naambia mtu wa mafuta, sasa hiyo nakopa mingi. Naambia weka 3,000. Akikuja, mimi kadi nimesahau. Hata unampatia kadi, hebu jaribu ona ni kama ni. Naona ni kama niko na kadi 2 kama hizi. Sijui kuna hii ama kuna ile nyingine nimewacha nyumbani. Jizoeze duka moja. Ile mambo ya kuenda duka hii, unaenda duka hiyo ingine, unaenda duka hiyo ingine. Ile kaduka ya nyumbani, ukienda supermarket unabakisha kidogo ya hiyo kaduka. Hapo ndio utaenda na hiyo kadi yako feki. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Musa akaona moto unawaka lakini hauchomi. Ikabidi afike huko. Watu wengi hapa moto umewaka ndani yao lakini hauchomi. Itabidi uende uulize Mungu, hii moto ni moto gani hainichomi? Watu wananiona mimi ni tajiri lakini ni masikini, lakini umasikini haunimalizi. You've been suffering but unapata fare ya kwenda kanisani. You've been suffering, unaambia watu hapa. Najua ni kwa nini unaona sometimes nakataga kuitisha watu pesa. Hii nyumba imeletwa na watu. Kwa hii Mungu alileta hii nyumba. Watu wako na vidonda, suffering. Unaona mtu amekudugia kaguo, ukiona hiyo kaguo, ni 30,000. Muitishe shilingi 1,000. Mpatie bahasha. Useme watu 1,000. Sasa automatically si utapatia mama kama huyu bahasha 1,000. Huyu sadi hatakuja kwa sababu hataki aibu. Si ati hataki aibu, ulimpatia bahasha.
Ukifikiria 1000 ataona 1000 ni kidogo, aweke 5. Huyu hatakuja Sunday, atakupigia simu, pastor, tulienda Nyeri na naona kama nitachelewa kukuja. Bwana Yesu asifiwe sana. And you keep asking God, why God? Si unitumie hata watu 2 3 wanaweza kuweka bahasha ya shilingi 20,000. Mungu akaniambia, my grace is sufficient. I bring them because I want to train them. Hallelujah. People outside there, they see great people wako na mamilioni. Sasa mama kama huyu niheta hema 5. Simeona roho imeduda tu. Roho inaanguka kwa tumbo tu tapa. Inakaa kwa tumbo, nasikia kigogea hapa. Unamuuliza ni nini? Nasikia ati ni kioyoyo, ni kioyoyo. Ile kitu kinaitwa aje na Kiswahili kioyoyo. Unasikia ni anasema nasikia hapa gosi yangu ikifa. Kumbe ni roho ilianguka. Alipoambiwa toe 500 peke yake. Moto inawaka, lakini hakuna mtu anaona hiyo moto. Wewe hauoni mpaka unajipeleka kwa Mungu. Unauliza Mungu, ni kwa nini watu wananiona nikiwa na pesa kumbe sina pesa? Ni kwa nini watu wananiona nikiwa na anointing lakini sina anointing? Ni kwa nini watu wananiona nikiwa tajiri na mimi si tajiri? Ni kwa nini watu wananionanga nikiwa na wisdom na sina wisdom? Why? Kwa Mungu anakuambia karibu kuja. Akasimama mahali kule kwenye mlima. Akaambiwa mahali hapo umesimama, kwanza lesson number 1, toa viatu. You are standing in a holy place, toa viatu. Akaanza sasa instructions za Mungu zikaanza hapo. Akaanza kuambiwa ile ujinga ya huko weke chini, upuzi ya huko weke chini, mauerevu na maudanganyifu na plan za huko hizo ulikuwa umepanga weka chini. I'm ready now to plan you. And he was sat down. Akaambiwa toa viatu. Ukienda mbele za Mungu toa viatu. Viatu ni hiyo tabia mbaya ulio nayo. Viatu ni hiyo ujuaji ukua ulio nao. Viatu ni hiyo najua ujuaji sio ile mnajuanga ile in bad light. Ile ati niliongea mbaya, niliongea. Unaona ujuaji ya kutotaka kuambiwa, ya kutotaka kukaa chini. You know it all. Hata kanisani wewe ndio unajua Biblia zote. Hata kila kitu wewe ndio unajua. Hiyo ndio ujuaji Mungu anatuambia tuache. Hallelujah. When you are dealing with God, He will make sure you are down to earth. You have to kneel down so that He can start you. God will never share His glory with anybody. God will never share His glory with anything. God will never share His glory with whatever kind of business. Hata ukweli wewe unajua kuuza vizuri sana, hizi matagi zote ni zako. He will reduce you, zitakuwa pale, hazitanunuliwa na hautafuga, lakini chakula utakiwa ukipata. Utakuwa ukiuza tagi moja per day ama per month. Chakula ya kulipa rent na kila kitu utapata. But when it comes, ati ni ya utajiri. Unaona moto ikiwaka. When the Lord saw that he had gone over to look, God called to him from within the bush, Moses, Moses. Remember all the other time, God never called him until he came. Until you surrender, until you give yourself to Jesus Christ. Not getting saved, but surrendering. There is one thing, getting saved. Kusema Yesu ni Bwana, kusema niokoe, nibadilishe, ni change, hiyo ni moja. Kutembea na Yesu is another different story. You may be saved, yes, but you are a criminal. You are an idolater. You are that hooligan person. You are not stupid person. Yet ukifika ni wakati wa kutoa ushuhuda. You are the first one kutoa ushuhuda mtamu, ushuhuda mzuri. Yes, the move that God is waiting for you, it is that move of God, walking with God, living with God, rethinking with God, living everything and doing everything with God. Until Moses went to the mountain, until you go to God and surrender there. When he stepped, the verse 5, do not come any closer. Hukata. Naona hiyo ujuaji, tunakuwa na ujuaji. Ukiona kitu yote unaenda nakimbia.
na unasimama hapo. God told him, and where, don't get closer, this is fire. And this is what I've been telling you. Ujuaji wachana de, usilete ujuaji yako closer to this anointing, to this altar. You may utaban, utachomeka, maana the God of Moses is here. And he told Moses, don't get any closer. This is fire. This is fire. Do not come any closer. God said, take off your sandals, for the place where you are standing is a holy ground. Take your sandals now. Remove your sandals. Toa viatu zenu. Maana mahali mulipo ni mahali patakatifu. Mahali ulipo ni patakatifu. Your sandals ni hiyo kabangi unavutanga kidogo kidogo, weka chini sasa. Hiyo kasigara unavutanga hapo kando kando, weka chini sasa. Hiyo tumauongo unakuanga nayo, weka chini sana. Kutotii madhabahu, weka chini sasa. Kutotii mtu kiongozi wako, weka chini sasa. For God now to start using you until you drop down your ego, until you drop down hiyo masomo yako mingi, until you drop down ujuaji yako. God will never use you. He will wait until you drop it. Remember, he will push you towards the mountain, but for him to accept you, to use you, you must submit. Kutoa viatu ni kusubmit. Kutoa viatu ni kusubmit. When you will not stop fighting, when you will remove spiritual witchcraft in the church, wakati mtaacha kuombeana maombi ya kufukuza, maombi ya kufunga, maombi ya kuroga, maombi ya kufanya hapa, that is when God will start using you. That is when God will start using the church. That is when God will start using your youth, using your women, using your elders. They will only be used when you abandon your characteristics that are of demonic nature. The day you will stop seeing that lady amekuja, uanze kumfikiria huyo lady amekuja kutafuta reverend. The day utaona kila mtu ni kama mtu wa Mungu. The day utaona kila kivumvulana hapa ni mtu wa Mungu. The day utaona kila mwanaume hapa ni mtu wa Mungu. The day utaona youth hapa unaona watu wa Mungu. That is the time God will start speaking to you. That is the time God will give you the word. That is the time that God will come to you. That is the time that God will start lifting you up. Tell your neighbor, I want to be lifted up. In number verse 6, then he said, I am the God of your fathers. The God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. At this, Moses, umeona? Moses alikuwa na ujuaji tu ile ya kuchunga kondoo. When he heard, this is the God of my fathers, God of Abraham, God of Isaac. Remember, he was in Egypt. Remember, he was in the country where suffering was the norm. He was in a country where suffering was the kind of the lifestyle. He was in a country where evil was lifestyle, where idols were being worshipped. He never knew that the still God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob was still existing. He had forgotten about his God, and that is why God had to remind him, had to make him know the God that is speaking to you is the God of your fathers, is the God of Abraham, is the God of Isaac, is the God of Jacob, the God that created the earth and the heavens. Praise be the name of God. When you remove your shoe, that is when God will speak to you and remind you whom you are speaking to. That is now you are starting his, when he told him that I'm God of Abraham, he was reminding him, remember you are a child of covenant. Praise be the name of God. When he told him I'm the God of Jacob, he was reminding him that you are a descendant of Israel, the man I blessed. When he was reminding him about Isaac, he was telling him I'm the God that provides in difficult situations. He blessed Isaac in the difficult situation. He blessed Abraham and told Abraham, you are the father of the nations. He blessed Jacob and told Jacob, your generation will flourish. He was reminding him, when you go closer to the mountain and remove your shoes,
God will speak to you to remind you, I am your God, God of blessing, God of abundance, God of victories. He was telling Moses, I'm going to provide the way I said to Abraham. I'm going to provide the way I said to Jacob. I'm going to provide the way I said to Isaac. The covenant that I have with your fathers, I'm going to give it to you now, because you have agreed to come to me. That is the connection. When you come back to God, you surrender to God, you forfeit all your egos, then God will renew the covenant with you. Praise be the name of God. God will renew the covenant. And this covenant is being renewed now. That now you've allowed yourself and surrendered to God, and continue to pray, and continue to call upon the name of God, surrendering to God, walking the way God wants you to walk. God connects you back, reminds you of the covenants, reminds you of the promises, reminds you of everything that He did to your forefathers. He promised Abraham and told Abraham that you are going to be father of the nation, that wherever you go, you will be blessed. Wherever you take your legs, wherever you step, wherever your leg will go, where you will go, mahali utakanyaga tu hivi patakuwa pako. Generation and generation will come out of you. That is what he was reminding Moses, that you are not going to be defeated in the car, in the work I'm going to give you, in the role I'm going to give you. You are not going to be defeated. No weapon fashioned against you that is going to conquer you. Nobody will come and rise against you. Nobody will come and do anything against you. You are going to win every battle ahead of you. Every space you are going, every kind of assignment I'm going to give you, you are going to conquer. Everything that I'm going to give you, you are going to conquer, and nobody will be able to defeat you. Nobody will be able to conquer you. Nobody, because I promised your fathers, I promised Isaac, I promised Jacob, and you I promise. He promised them, when you surrender, that only will happen to you, Consolata, if you totally surrender. If you totally surrender. Uache ujuaji. I'm speaking to you and I'm addressing you. I know you've come from far. I'm telling you, had we surrendered the time God called us, we will be very far. Lakini ujuaji yako na ujuaji yangu imetufikisha mahali tumefika. We've been reduced to be beggars, yet we are rich and powerful people. Praise be the name of God. Look at you. Look at yourself. You see, you are not a beggar. Tell your neighbor, I'm not a beggar, yet I'm begging. Tell your neighbor, I'm not a beggar, yet I am begging. I refuse to beg. Tell your neighbor, I refuse to beg. I refuse. I am a descendant of Abraham. I am a descendant of Jacob. I am a descendant of Isaac. I am not supposed to beg. I am not supposed to suffer. I am not supposed to be mistreated. I am a conqueror. I am a leader. I am powerful. I can do what I can do in the name of Jesus Christ. Ambia kuomba muache kutoka leo. Sitaki beggars hapa. If I find you a beggar in this church, I know hujatoa kiatu. I want to see people. How many of you? How many are you here? The number is here. That's the car I want here. Outside here. You didn't hear that. I know you did not hear you. At the number I'm seeing here, those are the number of cars I want outside here. The number of cars outside here. Matajiri wakiendesha magari, na tuambie Uhuru Kenyatta aongeze mafuta, bado tutaweka. Aekeze 1,000, bado tutaweka. Aeke 2,000, bado tutaweka. Maana sisi ni matajiri na tumepatiwa ahadi ya dunia hii. Tumepatiwa ahadi ya utajiri. Tumepatiwa ahadi ya kutawala. Sisi ni watawala. Hata wakiongeza mafuta ifike 3,000, baba tutaweka. Tunaenda kama yule mama wa Kisumu, weka 70,000. Hallelujah.
It doesn't matter what they say. They are not the controller of the universe. As long as nimetoa kiatu changu, nimetoa kuongea na baba yangu. As long as nimevua kiatu changu, nimekivua niongee na baba yangu. Baba wa Abrahamu, baba wa Isaka na Yakobo, baba wa baraka, baba wa kushinda, baba wa kuinua, baba wa kubadilisha, baba wa kutupigania vita, baba wa kutushindania vita, baba ambaye ni tajiri, aliyeumba mbingu na akaumba dunia, kisha akanibariki, akaniambia ni subdue the world, I have the dominion, nitawale dunia ikuwe dunia yangu. That's the kind of people I want to see. Kama wewe utaendelea kuwa masikini, kiatu hujavua, nego toko kiugata na Biblia ndio inasema, the Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. Karina. Mwambie mwenzako Mungu ameniona. Mwambie mwenzako Mungu ameniona. My God has seen. 10 more. Mwambie God has seen. My God has seen me. Today my God has seen me. Mwambie tu, fungua kinywa chako. Fungua kinywa chako. Umwambie my God has seen me. Umwambie my God has seen me now. Anasema ameona the misery, ameona mateso, ameona chukizo, ameona mambo ambayo nimekuwa nikiyapitia. My God has seen. Baka patia wenzako high five, umwambie my God has seen me. I have had I have indeed seen misery of my people in Egypt. I have heard their cry, not only seeing but also hearing the cry. Not only seeing, hata kilio chako amekiona, hata mateso ameona, hata kilio amesikia. He has seen that you've been suffering. He has seen the church has been suffering. The church imepigwa na warogi, the church imepigwa na Illuminati, the church imepigwa na waganga, lakini anasema nimesikia kilio cha watoto wangu. Oh my God. I have heard the cry out because of their slave drivers. Mpaka nimewataja the slave. Sema wachawi, sema wachawi, sema waganga, sema wasinzi. Mumesikiwa. Mungu amewasikia. Mkiwa kwa nyumba za waganga, Mungu amewasikia. Mkiwa kwa nyumba za warogi, Mungu amewasikia. Mkiwa kwa nyumba mkituroga, Mungu amesikia. Hasa tayarisha, moto inakuja. Moto inakuja kwenu. Ilikuwa ni wakati wenu, sasa ni wakati wa Mungu. Atawashughulikia, atawashughulikia, atawashughulikia. Ilikuwa wakati wao. Walipatiwa wakati waturoge, wakapatiwa wakati watupeleke polisi, wakapatiwa wakati watupeleke kila mahali. Lakini sasa ni wakati wa Mungu wangu kuanza kufanya kazi. Sasa ni wakati wa Mungu wangu kujidhihirisha, kunipigania, kunitoa Misri, kunipigania kutoka Misri. Ataniongoza, atanitoa Egypt, atanipeleka kwenye nchi ya ahadi yangu. Oh yeah. Wewe niongeze dakika nyingine. Siku hizi nimekaliwa. Mweno deo gora dhuria kanitha. Deo gora mweno wa media. Deo na goku wapi? Nimekaliwa. Lakini mkalimu kanyagia hapo tu. Mkanyagia hapo. Lazima tuweke discipline kona zote. Bwana asifiwe sana. Kila mtu apate discipline. Hata mchungaji wako apate discipline. Hata mfuasi apate discipline. Hata utodi apate discipline. Hata elder apate discipline. Hata konzo apate discipline. Hallelujah. Don't spare. Kila mtu akuwe polisi wa ule mwingine. Don't spare. Don't do what? Don't spare. Mukispare, you have mutauza soul. You've sold your soul. That is why when we allowed them to sit with us, we compromised the dignity of God. We compromised the presence of God. And God stepped a step aside. Moses was told, usikaribie. Hallelujah.
Moses was told usikaribie. Sisi hatukujua hivyo. We never read this book to understand. You don't allow men and women to go beyond where they're supposed to go. Tosha, ama niaje? The day you realize that this is a holy place, the day you realize this is an altar of God, you don't just joke around with it. You don't allow those witches to be around you. You don't allow, if the fire cannot consume them, let them go. You'll be a no-nonsense person. Be your brother's keeper by monitoring and helping him out. Bwana asifiwe sana. Let me finish by this. So I have come down to rescue them. I wish you were standing. I wish somebody was standing to hear this. This is an order from God. I wish you were clever. Unaona sasa mfundishe watu kukaa na protocol ya kanisa. Najua walikuwa naelewa huko ndiko majabazi. Ni jeshi, ni military camp. I want to teach you today. Nikwambie, so I have come. God is speaking now. So I have come down to rescue them from the hands of the Egyptians and to bring them up out of the land into the good and spacious land, a land flowing with milk and honey, the home of the Canaanite, the home of the Hittite, the home of the Amorite, the home of the Perizzite, the home of the Hivite, and the home of the Jebusite. Hakuna kitu mumeelewa. Amekwenda kurutu. We elders. Hawa watu wafundishwe kanisa. Nimesema kitu ya muhimu sana lakini hawakujua. Wacha nirudie nione kama watajua. Wacha nirudie tena. Namba 8, wacha nisome tu pole pole. Inaonekana hamjanizoea nikipiga hiyo makelele. Mmezoea pastor, mwalimu. Sasa walimu wako, nimepata walimu. Sasa nataka kuwa pastor. I want to change your life. By fire, by force. By fire, by force. Here there is a prophetic word to you. I hope you can get it now. Verse number 8. Watu wa media, next time I want to see, mweke screen hapa. Tukiweka verse, tuanasoma, ndio tunasoma pamoja. Hii ningetaka sisi tusome. Kila nani yako na Biblia? Wale wako na Biblia tusome hiyo verse pamoja. 1, muangalia, fungua haraka. Wana uwezo wa kuweka hiyo. Twende kazi. Verse number 8. So I have come down to rescue. Nyamaza. Wacha nisome. So I have come down to rescue them from the hands of the Egyptians, to bring them up out that land into the good of spacious land, a land flowing with milk and honey, the home of the Canaanites. Kwa hivyo home of the Canaanite, watu waliokuwa wanafanya mabaya watanyaganywa, Wahivi watanyaganywa, Wajebusite watanyaganywa, Wagirigashi watanyaganywa. Kuna watu ambao walikuwa wamekukalia, kuna watu walikuwa wamekuroga, kuna watu walikuwa wanakuharibia, watu walipigana na wewe, watu walinyanyasa wewe, watu walichukua shamba zako, wakatoa madhabahu, wakafanya mambo ya uchawi, wakakunyang'anya bwana yako, wakakunyang'anya bibi yako, wakakunyang'anya biashara yako, wakakunyang'anya kanisa yako. Sasa huyu Mungu amesema siku hii I have come. It did not only come. I have come down to rescue. Kumbe mlikuwa mateka. Haya. Kumbe mlikuwa mateka. Inua mkono yako juu. Mikono yako miwili weka kila kitu chini. Kama wewe si mchawi na wewe si mugaga, inua mikono miwili juu. Nimesema kama wewe si mchawi na si mugaga, inua mikono yako juu. Useme today, my Lord, the God of heaven, the God of Jacob, the God of Abraham, the God of Isaac has come to rescue me. Haya, ruka, maana umeachiliwa. Tembea
tembea, maana umeachiliwa. Wachawi waliokuwa wamekushika wamekuacha, waganga waliokuwa wamekushika wamekuacha, warogi wamekuacha, watesi wako wamekuacha. Wewe sasa ulikuwa unataka nisihubiri hii? Ulikuwa unataka nisihubiri hii? Kai. Kile kwa tole kitu. And now the cry of the Israelites has reached me. Verse 9. And I have seen the way the Egyptians are oppressing them. God is telling me to tell you that he has seen the way how your tormentors have been tormenting you, how your tormentors have been making you suffer. From today you are not going to suffer anymore. From today you are not going to suffer anymore. From today God has released you. From today God has set you free. From today God holding you has set you free. It is no more. She represents the spirit of the Egyptians. When you see what is happening to her, something has been loosened. A power has gone down. A power has gone down. Kutoka leo natangaza ya kwamba maroho ya umasikini hayatakukamata tena. Maroho ya kunyanyaswa hayataonana na wewe tena. Maroho ya kuibiwa na kunyang'anywa hayataonana na wewe tena. Wachawi hawatakuona tena. Wazinzi hawatakuona tena. Waganga hawatakuona. Hata wakikupeleka kwa kioo, kioo ya waganga haitaona. Wakikupeleka polisi, mapolisi hawatakuona. Wakisema umezalisha, itakuwa ni zero. Haitafaulu, maana itarudi kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio kwa dada huje kiu. Tumalizie na 11 basi. Na 10. So now go. I am sending you. I don't know whether you are getting this was commissioning day. Najua bado kasumba ya Egypt iko ndani ya kichwa yako. Bado kasumba ya Egypt iko kwa. I'm telling you. The Bible is saying today that go. Lift up your hand. So now go. I am sending you to Pharaoh to bring my people to the Israelites out of Egypt. So God is sending you to go into the dens of the witches, into the dens of the witches, the worshippers, into the dens of poverty, into the dens of miserability, into the dens of dark powers, into the dens of the demonic forces, that from today you have been rescued. A liberator has been sent into your life. A liberator has been sent into your life. An angel has come to you to rescue you, to fight for you, to defend for you. In Jesus' name we pray. May your Monday be a prosperous Monday. May you receive the greatness of God in Monday. May you receive the favor of God in Monday. May you receive deliverance of God in Monday. May your Tuesday be a day of breakthrough. Can you lift up your hand nicely? May your Tuesday, receive it now. May your Tuesday, may it be a day where the favor of God and the favor of man will come upon you. The favor of God and the favor of man will come to you. May your Wednesday be full of the Holy Spirit.
Praise be the name of God. May your Wednesday, siku ya Jumatano, ijawe na Roho Mtakatifu, ya kwamba chochote utakuwa kikifanya siku hiyo kiwe ni baraka kutoka mbinguni. Whatever word you will speak, of healing they will be healed, of deliverance they will be delivered, of rescue they will be rescued. Speak to your business and your business will be healed. Oh, may your last day be a day for you to conquer. May your last day for you to conquer. Conquer them now. Conquer them now. Because you've been set free. Conquer them now. Be set free 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 now. May your Friday, lift up your hands. May your Friday be a day of harvesting. Be a day that you are going to harvest. Start harvesting now. Start harvesting now. Bring it now to you. Harvest now. Take the harvest to you. Take the harvest to you. Take the harvest to you. In Jesus' name we pray. May your Saturday be a day of abundance. A day of resting in the glory of God. May Sunday be a day of your blessings. You shall receive the blessings. Surely on Sunday, you'll be totally delivered from any obscurity, from any challenge. You will be delivered. On Sunday will be a Sunday, a day of your deliverance, a day of your deliverance, a day of your deliverance, a day. If I haven't touched you, I've touched you in the Holy Spirit. Oh my God. Young man, come to me, come to me. Shh. I break every bondage, every powers of witchcraft. Come out! In the mighty name of Jesus Christ, I set you free. In Jesus' name. Oh, bring your sacrifices here if you have them. If you have sacrifices for that day, for what the word that have been spoken to you, the prophetic word that have been spoken to you, release now. Capture when we release a prophetic word, you give a sacrifice to cover, to seal the prophetic word that will come to pass. If you got it, just praise it like the men and women that have prayed it, put it here. Yeah, haraka, haraka, haraka before the grace is gone. Haraka, haraka before the grace is gone. Don't worry if you don't have. Don't kill yourself. Don't kill yourself. It was only Moses who went to Mount Horeb and God spoke to him. Hallelujah. Knowing the secret of this is more powerful than anything. This is the topmost secret of getting it where God wants you to be, of success, of winning every battle in your life. If you want, remember God has been speaking about setting you free, liberating you, changing your life, transforming your life. Hii si sadaka. Hii na urudishe. Na urudishe. Ido cia kigongona citikobanago. It is your sweat. Urudishe. When it comes to sadaka, you can borrow. But when you're offering a sacrifice, it must be a real sweat. Real. Hata kama ni 1 shilling, it is enough. Only 10 cents can liberate you. I don't know whether you know that. It is not the thousands that liberates. It is that which you have. That time the word has been spoken. That which has been spoken. Because God knew I was going to speak it. And he knew I'm going to give this man 10 bob. He's anataka kuangalia moyo wako. Hiyo 10 bob ndio peke yake, ndio fair, ndio kila kitu anataka kuangalia. Are you ready to kutoa viatu? Are you ready to forfeit everything I have and test the faith of God? Hallelujah. Hallelujah. Nipatieni barasha. Wakutoroka watoroke sasa. Kanatibu adawathi madhi.
Na ndio kama ikale. Sidio? Kama umeamini na neno ambalo limezungumzwa leo, take it. Kama umeamini neno ambalo limezungumzwa leo, take it. Kono, kama umekubaliana na neno la leo, si utoe leo uniletee Sunday hapa kwa madhabahu. Na kwa hiyo uandike kakaratasi kadogo ndani. Utaandika hivi ndivyo Mungu amenifanyia. No matter how big or how small it will. Hivi utaandika hivi ndivyo Mungu amenifanyia. Na kutoka sasa ninataka namba za hawa watoto wangu wote. Hawa watoto wangu wote ninataka namba zenu. I want to save your number. Nitakuwa nikikupigia. Zamani singekupigia mtu. Ziko nyingi, bahasha ni mingi. Otodi ameficha zingine wapi? Otodi utaonewa mpaka ukisi toke. Did you know that is my best friend in this church? Chukua tu. That is a covenant between you and God over the word. Na uende tena usome hiyo verse, hiyo tumesoma. Urudie na urudie na urudie. Usikie venye Mungu atakunenea. Uende kwenye mlima peke yako. Uende kwenye mlima peke yako. Mungu atakutana na wewe, atakuzungumzia. Ili atakuzungumzia, uandike kwa hiyo bahasha, uweke karatasi na uweke sadaka yako hapo ndani. Utalete hapa uifuge na uweke namba yako. Please, ni mimi nitafugua. Ni mimi nitachukua hizo bahasha. Weke namba yako hapo. Ninataka namba ya kila mtu. I want now to save. Do you know I don't have your number, Rufina? Tunaongea kwa messages, ndio? I don't have your number. Hata wewe sina namba yako. Ni wewe uragira ukaje na ramenya no. Ndio tarengania. Sina, because sikuwa nimeruhusiwa kuchukua namba za mtu. Now that nyinyi ni watoto wangu, na nitakuwa nikiwaita my daughter, my son. Hata kama wewe ni mama mzee, nikikuita my daughter kubali tu. Because nataka kugaia the sonship blessing. I want to release the blessing of Jacob to you. Praise be the name of God. That is what Moses has been told. He was referred to the father. He was not referred to the anointing ya mebeba. He was referred to the father. Akaambiwa mimi ni Mungu baba yako. Baba yako ni nani? Ni Abrahamu ambaye nilimbariki. Kwa hivyo the flow of the blessing ndio naachilia. God was speaking about the flow, the blessing. When I bring the father-daughter relationship, is about the flow of the blessing. Nikiendesha gari hapa, unafaa kuendesha pikipiki ama kavits. Ukikuwa chini sana, ukikuwa maskini. Nikiendesha gari ya milioni 10, unafaa kuwa ukiendesha gari lowest ya 1800. That is what we call father relationship. Abraham aliambia kizazi chako kitabarikiwa kwa sababu yako. So if I'm blessed, you must be blessed. Praise be the name of God. And for you to be blessed, lazima unitii kama mtoto. Umesikia utodi? Umang'aa uache. Beatrice, uache umang'aa. Imekumea sana. Na si mbaya, ikitaka kumea wachilia imee. Ni mzuri, itakusaidia mahali. But sasa tukae kama baba na watoto. Nikibarikiwa soon mtaona nikiradisha helicopter na nyinyi mnaradisha Mercedes Benz na mama BMW na kazi kubwa kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. I'm not to have a church where I'm driving a car being followed by beggars. No. Nataka siku mtakuwa mkipigana mangumi pale mkiulizana mimi ndio naweka gari ya pastor mafuta. Mpaka mnalimana mangumi. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema mimi nitaweka. Huyu anasema ni mimi. Huyu mwingine anasema ni mimi nitaweka. Huyu mwingine anaweka ni mimi. Mimi nitaweka 10,000. Huyu mwingine anasema 30,000. I want us to reach there. Where mtapigana mkitaka kunibaia kasuti. Sio mkiniangalia mnaona pastor. Sasa hivi ndio mnaonaga navaga mpaka nguo zimeraruka ndio at least nisiende juu sana. Next time mtakuja na troze meraruka huko. Ndio tupelekane. Si mmekataa kutajirika. Sasa unaniangalia vibaya umekataa kutajirika. Hebu nipatie pesa ya kuweka petroli. Sasa angalia.
Bwana Yesu asifiwe sana. I bless you. I bless you in Jesus name, that mahali popote mutaenda mubarikiwe. When you go in and when you come out, God bless you. In every move that you make, in every business you'll be doing this week, may the hand of God be upon you. Every word that you speak that will come out of you, let it be a word of blessing. Let it be a word of the anointing. May God grace you with his power. May God grace you with his anointing. May God grace you with his deliverance. May you be rescued from the hands of your torturer, your fans of the tormentors. May they not see you. Your tormentors will not see you again. But the destiny connectors, I call them to you. I call all the divine destiny connectors to you. I release the finances, mpesa na kuachilia. Mahali popote utaenda upate favor ya pesa. Kazi utakayoifanya mikono yako ikabarikiwe. Kazi ya mikono yako ikabarikiwe. Chochote utakachokifanya kifunguke. Mbazia iliyowekwa mbele yako na ikabomoke. Ukuta wa Jeriko uliojengwa mbele yako na ukabomoke. Njia zozote walizozisiba, wazibochimba mashimu, Baba akazibe mashimu yale. Mitego iliyowekwa mbele yako na ikaondoke katika jina la Yesu Kristo. Mtu mmoja aseme amina. Thank you. God bless you.